even if you miss a day, you've come today. I want to tell you, the way you are coming to the house of the Lord today, and the way you are pouring your heart before the Lord, it will matter a lot. Amen. We shall leave this place, all of us blessed. Tutakotoka mahali pa kila mmoja ameinuliwa. Sema amen. We have the praise and worship team. Mama Selina is there again, will lead us as they praise, and we come to pray that she will lead us. We want to pray for 1, 2, 3 issues. Praise the Lord. Amen. So that we pray, and then after that we come to the word of God, and everything we surrender it unto the Lord. Say amen. Amen. So kaa tayari kuchezea Bwana. So karibu praise and worship team. Mama Selina, you also join them for prayers as we come together. We have a breakthrough in our prayers. Sema amen. Hallelujah. Paul alifika mahali akaambia Wakolosai, muniombee katika huduma. How good it is when a brother is praying for you, when a sister is praying for you. Sema amen. Karibu and praise and worship. Bamba ninasongea, ninasongea chini ya miguu yako. Bamba ninasongea, 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 ninasongea chini ya miguu yako. Baba ninasongea, ninasongea,
maisha yako. Hakuna mwingine.
I want you to listen to me, brethren. I want you to listen to me. We've been dwelling in the book of Daniel. Daniel is a good example in our Christian life today. Daniel was in an exile where he could not pray. He could not even talk to his God. But Daniel went to the upper room. Listen to me. Brother, listen to me. We need prayer. We need prayer in our life. He had nowhere to pray. He went to his room in the upper room. This is the Daniel I'm talking about. I'm proud of Daniel. We are the Daniel of today. We are going to face heaven when we pray. Daniel faced Jerusalem 3 times a day. Naombi mara 3 kwa siku. Chakula cha Danieli kilikuwa ni maombi. Wewe umekunywa chai asubuhi, ilikuwa maombi ya Danieli. Sasa hapo utakula lunch, ilikuwa maombi ya Danieli. Jioni utakula supper, ilikuwa maombi ya Danieli. Sisi tunataka kuomba ili Mungu wa Danieli akashuke anene nasi. Hallelujah. Amen. Now am I speaking to somebody? Yes. Hallelujah. Unfortunately, we don't pray. Daniel used to pray until Darius alikuwa anataka kupandisha cheo. Kati maisha yako kuna mtu anataka kupandisha cheo, lakini kuna shetani ambaye anataka kukuwinda. Hallelujah. Daniel alikuwa anataka kupandishwa cheo, lakini there was spirits that wanted Daniel to come down. In your life, brethren, mahali pako pa shule, I talk to my daughters on Wednesday. Mahali pako pa shule, kuna watoto ambao hawataki waendelee. Kuna hata walimu hawataki waendelee. Kuna wazazi wengine hawataki waendelee. Majirani hawataki waendelee. Unapotaka kupandishwa cheo, wanataka kukushusha chini. But this is the day. Brother, this is the day. We want to say no to the devil. In our ministry, no to the devil. In our family, no to the devil. In our church, no to the devil. In our any circle, we are going to say no to the devil. The way Daniel faced Jerusalem, we are going to face our Creator. We will face our Creator. Hallelujah. Amen. Am I speaking? We will face our Creator and say, no, you're going to be promoted. You're going to be promoted. It doesn't matter. Hata kama tumewekewa ndani ya tundu ya simba, tutatoka ndani. We will come out of the den of the lions. Because the children that has no blame. Daniel had no blame. Walitafuta makosa na Daniel hawakupata. Watafuta makosa kwako wasipate. Am I communicating? Walichunguza maisha ya Daniel. Wakati alipozaliwa mpaka mahali alikiwa kule exile, wakatafuta makosa wakupata. That's why Daniel was saved from the den of the lions. We are going to be saved because of our righteousness. Our righteousness is going to save us. I have a worship. When you are going to claim your righteousness is going to save you. We can't be clean like Daniel. Oh, my sister can give us a worship. When you're going to say no to the character of your life. Yes, it's the day. You're going to win us. You're going to come out of the den of the lions. What is facing you? What is
Mwokozi atatutosha. Mwokozi atatutosha. Mwokozi atatutosha. Mwokozi atatutosha. Mwokozi Yesu atatutosha. Katika tunasema Yesu. Unatutosha Jehova. Unatutosha. Unatutosha Jehova. As we continue praying, brethren, as tunapoendelea kuomba, tunataka kuomba ibada ya leo. We are going to pray for today's service. It will be a special service. Today is going to be a special service, like any other service before. We are going to be visited by the power of the Holy Spirit. Every activity that will take place, God is going to take over. He can't live on the local rider. Let you know your hindrance to our blessing today. We have cleared the way. We have cleared the way. We want to pray every activity that will take place here. The Holy Spirit will take over. My Jesus will take over. The power of the Holy Spirit will take over. And God will reign and scatter every enemy in our ministry. Every power of darkness. The message of the morning. The message of the cross. As I was meditating coming to this place, I looked at Jesus when he was resurrected. He could show the scars in the hands, but he never showed the scars where he was straight at the back. And God told me, because the scars was not seen, our sickness can never be seen. The Holy Spirit ministered to me. If the scars cannot be seen on the back of Jesus Christ, then all our diseases cannot be seen, because we have set free from diseases and sickness. Am I ministering, brethren? Yes. If any person is there is sick, anybody is down because of sickness, because of any kind of problem in your body, I want to declare this morning, by the strength of Jesus Christ, yes, that can never be seen now, yes, that can never be visible now, yes, you are set free, yes, because the scars are no longer there. Yes. Am I speaking this morning? Yes. The scars are no longer there. He showed the disciples the scars in the hands, but the signs he never showed him. Why? Because it was finished. That is the message I received as I was coming here. If you are sick, I declare by the strength of Jesus Christ that are not visible. Amen. They are not visible right now. Brethren, you are healed. Amen. You are healed. Amen. You are healed. Amen. You are healed. Yes. Am I communicating? Who is your relative that is sick at home? Declare the strength of Christ that cannot be seen right now. They are touching that person at home. Hey, can I have a worship? As we declare they are delivered. As we declare they are delivered. As we declare they are delivered. As we declare the strength and never be seen. You are delivered the power of the Holy Spirit. You are delivered. You are no longer in captive. You are no longer in Babylon. You are no longer in Babylon. Because you are delivered. You are delivered. You are no longer in Babylon, brethren. You are out of Babylon. Baba ni
Yesu ilitosha Kalvari, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Alinipenda Yesu akaingia gharama, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Sema ilipa deni zangu, nilipa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Alilipa deni zangu, sema kwa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Alinipenda Yesu, sema akanipia gharama, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Sema kweli alilipa deni zangu, kwa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Sema alilipa deni zangu, kwa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Walio hai wanaabudu Mungu kwa haki na kweli. Mungu abudiwe kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Umetenda mambo makuu katika maisha yetu wapendwa. Tuko jinsi tulivyo kwa sababu ya msamaha pale Kalvari. Tulikuwa tumekataliwa, tumepotea kwa sababu ya dhambi ya mababu zetu. Lakini Yesu akajitoa ili akaja msalabani tukapate kukubalika. Nataka tuseme tu asante kwa damu iliyotiririka pale msalabani. Kama sio Yesu tungekuwa wapi? Tungekuwa wapi wapendwa? Kama sio damu ya Yesu Kristo tungekuwa wapi? Tuambie Mungu asante. Asante Jehova. Asante Yesu, asante Jehova. Asante kwa wema wako Baba. Asante kwa upendo wako. Kama sio wewe ningekuwa wapi? Ningeangamia ningemalizwa na waganga na wachawi na wengine washirikina. Ningemalizwa na uganga wa wanadamu. Ningemalizwa ningekuwa maiti sasa. Lakini Yesu mwana wa Mungu amenipa deni zangu.
jina la Yesu Kristo tunasema ni asante. Baba tunakuinua asubuhi ya leo Jehova. Nani kama wewe mfalme? Ulijitoa ili tukawe hai wakati wa leo. Ulijitoa Baba wangu tukabarikiwa asubuhi ya leo. Ulijitoa Baba tukawe wana wa Mungu. Baba sisi tulikuwa tumepotea, lakini kwa sababu ya huruma yako Yesu ukaona ukaja ufe msalabani ili tukubalike Baba. Tunasema ni asante. Asante Jehova. Asante kwa uhai wa leo. Asante kwa baraka ya leo. Asante kwa ushindi wa leo. Asante kwa amani ya leo. Asante kwa huyu dada Jehova. Asante kwa huyu ndugu. Asante kwa huyu mtoto. Asante kwa kila mmoja Jehova. Kwa niaba ya kila mtu tunasema ni asante. Wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ni kimbilio letu Baba. Wewe ni msaada wetu uliye karibu. Ndivyo tunainua macho yetu. Msaada wetu unatoka wapi? Msaada wetu unatoka kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Baba utaja kwetu kachukwae. Alidai Israeli hata lala wala hata sinzia. Baba ni mwenzi wetu. Tunapotoka na ndamana nasi. Tunapoingia na ndamana nasi. Anajua kutoka kwetu. Anajua kuingia kwetu. Anajua watoto wetu. Anajua waume wetu. Anajua kazi zetu. Anajua kanisa letu. Anajua mchungaji. Anajua viongozi. Anajua taifa. Anajua kila kitu. Yesu. Tunakuinua Jehova. Tunakutukuza asubuhi ya leo. Tunakushukuru asubuhi ya leo. Baba unastahili katika maisha yetu. Unastahili kuinuliwa. Unastahili kupewa sifa. Unastahili kuabudiwa. Baba tunaponyenyekea, Baba chukua nafasi yako katika maisha yetu. Ukajidhihirishe ndani ya maisha yetu. Tukaone wema wako. Tukaone baraka yako. Tukaone ushindi wako. Tukainuliwe kwa sababu ni Mungu. Asante Mfalme. Tunapoendelea Baba wetu, chukua nafasi yako kwa sababu unatupenda na unatujali. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. God bless you. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Tumpendeza Mungu. Sasa ni kuingia katika sifa ya Mungu. Haleluya. Unajua Mungu anakaa katika sifa. Haleluya. Ni wakati wako pamoja nami tumsifu Mungu. Hebu Amen. Yeah.
Bwana asifiwe.